Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wafuatiliaji wa chaneli ya Al Azhar TV Tanzania, tunakuletea mahojiano haya moja kwa moja tukiwa katika msikiti mtukufu wa Madina, Masjid Nabawi, msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbora wa viumbe, mwenye nuru yake alioimbiwa tala albadru alaina wakati anatia mguu wake wa kwanza katika ardhi hii. Na aliyokuwa mbele yenu ni Dr. Muhyiddin Ahmad. Kama nimekosea atanisahihisha hili jina. Huyu doktor au kiumbe huyu anaonekana mbele yenu ni moja ya viumbe bora sana katika hili, kwa sababu amekuwa anaonekana katika majukwaa mbalimbali akimtangaza Mungu, akimtangaza Mtume, lakini akitangaza haji. Kwa miaka mingapi? Kwa muda gani? Kupitia taasisi gani? Yeye mwenyewe atatuambia. Doktor, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor, naona hatari kulitamka jina lako, huenda nikakosea. Dokta, wanaokujua na wasiokujua kiufasaha, jina lako nani doktor? Naitwa Muhyiddin Ahmad Khamis, maarufu naitwa Maalim Siasa. Maalim Siasa, hili jina nimelisikia kabla sijazaliwa. Sijazaliwa hili jina nishalisikia. Maalim Siasa, nini siri ya jina hili kuwa maarufu katika majukwaa ya Kiislamu na ya kijamii? Labda kwa sababu nina wake wanne, alafu wote wananikubali. Wote wapo hapa katika hawa? Hapa ninaye mmoja. Bismillah, mashallah. Mama, salamu alaykum. Mashallah, hongera sana. Unajisikiaje kwanza mzee anatangaza kuwa ana wake wanne hapa mbele yako? Wallahi, wewe mtu wa Mungu, mtu wa kheri. Maalim Siasa, katika ibada, katika majukwaa ya kijamii, katika majukwaa ya Kiislamu, wewe ni nani? Kwanza ni muhadhiri mkuu, ni Dean Faculty of Law and Sharia, Amid Kulliyat Qanun wa Sharia, Jamiatu Zanzibar. Mashallah. Katika Zanzibar University. Lakini at the same time ni mjumbe wa baraza la ulama Zanzibar. Mashallah. Zanzibar. Mashallah. Alafu harakati zetu nyingi za dini. Mashallah. Madarasa mbalimbali ya kina mama. Mashallah. Katika nyakati za alasiri na magharibi katika misikiti tofauti. Mashallah. Alafu na madrasa mimi mnazoziongoza kama 7. Mashallah. Lakini wakati huo ndio mwenyekiti wa taasisi yetu kama unavyotuona, Ahli Sunna wal Jamaa. Mashallah. Na kwa mwaka huu alhamdulillah, mashallah, katika zile taasisi zilizoleta watu wengi sana ni sisi, ambao jumla tuna watu 202. Bismillah, mashallah. Dokta, hii ni habari njema kupata kusikia. Adal wala khairi kafailihi. Wewe dokta, hata kama usiswali usifanye chochote, pepo yako ishakuwa tayari, kwa sababu utakula bonasi za wale uliowezesha katika ibada, lakini hatuwezi kuacha madamu tunaishi katika rehema za Allah. Dokta, umekuwa katika shughuli hizi za ibada ya haji kwa muda gani sasa hivi? Muda mrefu sana, kwa sababu hija yangu ya kwanza ilikuwa 1998. Mashallah. Hiyo nimechukuliwa tu na wakfu na mali ya amana kusaidia kwa sababu ya kazi nzuri ya madrasa kusomesha watu. Mashallah. Kwa hiyo nimepata dezo, watu wa Maskati wamenifadhili. Baada hapo ndo nikaiona ile hamu ya hija, basi tena ikawa tena natapata hapa nani nitakuja kumuhijia. Kwa hiyo watu wengi wakaanza kunipa mara mie kanihijia mtu wangu. Hii itakuwa ni hija yangu ya 17. Allahu Akbar. Lakini nishakuja na mwezi wa Ramadhani umra mara 7. Ndiyo. Alafu nimekuja na bisa ya serikali kuja kupanga mipango ya hija ya Tanzania. Katika mwaka 2017 hiyo inakuwa mara 25. Kuja katika mji mtukufu. Dokta, kwa uzoefu wako katika kushughulikia kusimamia ibada za haji, inaonekana unacho cha kutuambia kulingana na mabadiliko ya tulikotoka na tunakoenda. Hija ilikuwa ngumu kiasi gani na rahisi kiasi gani kwa sasa hivi dokta? Asante sana. Zama hizo za nyuma ambazo tunazopata taarifa kwa wazee wetu, hija ilikuwa ngumu mno. Ndio. Na watu wanapokuwa wanaondoka nyumbani, basi huanza kuambiwa buriani. Ndio. Maana wale wanaanza kutoka na wanaorejea pengine nusu kwa nusu, wengine wanakufa njiani, wengine wakifika huko wakati wa kurudi na kama hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ametoa ahadi
yoyote man mata fi tariki Makkah sahiban au rajia adkhalahu Allahu aljanna, yoyote anokufa katika njiani anaenda zake hija au kurejea, basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu anamuingiza katika pepo. Kwa hiyo wao wamepata shida hiyo, waanze kuondoka Zanzibar pengine kwa jahazi, hali ambayo wakati mwingine inakuwa ni nzito. Lile jahazi linategemea upepo, miezi mitatu mpaka kufika huku, kurejea miezi mitatu, karibu miezi 6. Wao unaweza kaja, halafu unaweza ka experience mtu anotoka Kigoma kwa mguu mpaka afike Dar es Salaam, asubiri na wale wa Zanzibar waondoke kwa jahazi, halafu aje huku. Ilikuwa ni shida kubwa, ndio wengi wanakuwa na kufa njiani. Sasa hivi ujajua huku ni mwepesi mno. Kama juzi ndo tumekuja na hii Saudia Airline, 4 hours only. From Zanzibar to Jeddah. Kwa hiyo ni masaa 4 tu. Halafu tena umekaa kwenye hiyo ndege, wanapita mahurulaini wanakugaia chakula. Kwa hiyo ile AC na nini tofauti na ile ya zamani. Katika hao mahurulaini mama naye alikuwa katika hao au huyo hayumo? Sasa shida siku hizi ni aina nyingineo, kwa sababu huwezi ukapata jambo wepesi. Idha ahabba Allahu abda ibtalah yasma tadarrua. Mungu anapompenda mja wake huwa anamletea mtihani ili apate unyenyekevu kwake. Kwa hiyo imeondoka katika shida aina ile, sasa hivi tunakutana na shida za aina nyingine, kwa sababu halaiki ya watu wanaokuja sasa hivi milioni 2, na wakati mwingine wote ukaweka pamoja na bano wakati mwingine kwenye chumba. Halafu shida zaidi Mina choo, ule msongo watu wanaokaa pengine 5 6 msubiri mwenzake, inakuwa tabani, panataka subira sana. Unacheza ngoma usioitaka manake. Na sasa tofauti ya kule kulikuwa na shida ina yake, na sasa hivi kuna shida nyingineo. Hata hivyo Wasaudi wanajaribu kuboresha makazi, na kila siku wanauliza kuna shida gani ili watatue. Ndio hivyo ndio tunavyokwenda. Dokta, nipe siri ya kuzungukwa na kina mama. Ni kwa sababu ya rais wa Tanzania ni mwanamke au ni upendeleo? Hayo atajibu Bihana. Bihana atajibu zaidi. Bihana, asalamu alaykum. Sheikh akakupendelea uweze kujibu siri ya kuwa nyie tu ndio mliomzunguka, sioni hapa rijalu qawamuna zaidi yake yeye. Hii upendeleo kwa sababu mama au rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke au ikoje? Jibu tafadhali. Ni kweli kabisa, kwa sababu mama kwa rais wetu wa Tanzania ni mwanamke. Nayo ni sababu, kwa sababu kuonesha kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Lakini sasa hii ni sehemu, hili eneo hili ni eneo la wanawake katika msikiti wa Madina. Mashaallah. Msikiti wa Madina hawachanganyiki wanawake na wanaume. Sahihi kabisa. Kwa hivyo maalim amekuja katika sehemu yetu sisi wanawake. Mashaallah. Ingawa sisi wanawake ni wengi sana katika wanawake ni wengi sana katika taasisi. Mashaallah. Kuonesha kwamba wanawake ndio wenye kuweza, wanaume bado wanatembea na ile swali la haji. Kuonesha kwamba sisi tunashinda kielimu na kila kitu. Wallahi halipingwi hilo, halipingwi. Bismillah, mashaallah, mashaallah. Makofi kwake tafadhali kidogo. Allahu akbar, takbiran. Allahu akbar. Naam, Doctor, tunaendelea. Naam, ku maintain au kuweza kutoa huduma zile zile kwa muda mrefu huwa mara nyingine na kuwa taabu kutokana na uchovu, kuzoea. Mwanadamu akishafahamu kitu ana kawaida ya kukiona kama ashakizoea kiasi cha kukichukulia kawaida. Dokta, wewe kila mwaka idadi ya mahujaji katika taasisi yako inaongezeka. Nini siri ya ku maintain au kuweza kuhifadhi level hii ya mahujaji na taasisi yako? Asante sana. Sisi taasisi yetu tumefungua rasmi mwaka 2011 na aloifungua ni marehemu Maalim Seif Sharif Hamadi, Dar es Salaam. Na tulitangaza rasmi kwa sababu mimi na Sheikh Mohamed Dedes, Sheikh Mohamed Abdurrahmani Mwinyi Dedes, tulikuwa zaidi tunachukuliwa na taasisi nyingine kutoa mchango wetu kielimu zaidi. Mashaallah. Sasa tukaona kwa nini tunachukuliwa hivi, tunaweza tukaunda na sisi tusifanye kitu kama ni biashara, tufanye sisi kwa saidia Waislamu
Tena mara nyingi taasisi yetu tunafanya thamani yetu ni ya chini kabisa. Kwa mfano kwa mwaka huu tumefanya ni dola 6,100, hata haijagonga milioni 17. Kwa hiyo tumeanza 2011 ikifunguliwa na Mwalimu Seif, lakini wiki iliyofuatia Balozi Seif Alidi Zanzibar nayo akaizindua rasmi. Kwa hiyo ilikuwa imejulikanwa officially, watu wote wakatambua. Alafu si hivyo tu, ni taasisi yetu pekee sipigi debe ndio tuliotunga vitabu vya aina 3. Cha kwanza kabisa tumeandika umuhimu, faida na falsafa ya hija. Hicho kuwavutia watu wote waliokuwa hawajajua umuhimu wa nguzo ya 5 ya Kiislamu, kama Mtume alivyosema sallallahu alaihi wasallam kwamba alokuwa hajahiji basi huo Uislamu hauji haumtambui. Alladhi lam yahuj falislam la ya'rifu, la daruratu fil islam alladhi lam yahuj falislam la ya'rifu. Alikuwa hajahiji bado Uislamu haujamtambua. Kitabu hicho cha kwanza kimewakosha wengi, ndio maana wakavutika. Lakini cha pili tumeeleza fikihi ya hija katika Uislamu, nacho hicho sasa kinachambua ile mtu hata kama hajawahi kupita katika madrasa, akishakujua Kiarabu au Kiswahili anaweza akajisomea yeye mwenyewe. Na kitabu cha 3 kina misingi bora ya utekelezaji hija katika Uislamu. Vitabu hivi tunavitoa kwa mahujaji wetu, kwa hiyo wengi wanaoelimika huwa wanakimbilia kwetu sisi. Lakini jambo ambalo kwetu sisi linakuwa zuri sana tunapofika, huwa tunaenda maeneo yote yale historia yale kutukumbusha sisi kazi aliyokuwa kaifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile Maka tunapokwenda Jabal Thawr, Jabal Hira, tunaenda zetu mpaka Arafa na sehemu nyinginezo zile kushuhudia, tunaeleza. Inawafurahisha sana mahujaji. Na hapa Madina hii leo ndio tunakwambia, asubuhi tulienda zetu wapi? Masjid Quba, Masjid Kiblataini, tumeenda Uhud, 7 masajid wa ghairiha. Hayo yote yanavutia. Lakini tunalolifanya wengine hawajalifanya, tunaomba waige. Tumeenda zetu tulipokuwa Maka mpaka Taif, lakini kesho kutwa tunaenda zetu mpaka Badri alipopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiyatizama hayo wengi wanakimbilia kwetu sisi. Na tulienda na idadi ya uchache, lakini mpaka sasa hivi tunafikiria idadi ya watu 202. Kila siku, kila yaumin huwa shisha'an, tunaongeza. Basi inshallah pengine mwaka huu unaofuata itakuwa pengine 200 na hatujajua, inategemea na ule wito wa Islam katika kuamka. Lakini tunaipigia debe Tanzania yetu tunapewa watu 25,000, lakini bado hata 4,000 hatujafika. Nevertheless, safari hii imechuchuka namba, tumefikiria 3,543. Si idadi ndogo. Kwa hiyo tunaendelea, na kila taasisi inajaribu kuboresha ile mipango yake ili ipate mahujaji kwa wingi. Kwa hiyo sisi tunachukua kutoka Tanzania bara, tunachukua Zanzibar pamoja na Pemba. Safari tumepata watu 35 katika idadi hiyo ambao tunayo. Mama, kwa nafasi yako, wanasema kila unapoona mwanamume shujaa, nyuma yake kuna mwanamke ambaye ni shujaa zaidi. Wewe unamsaidiaje Dokta kukamilisha haya anayosimamia? Mimi namsaidia katika kuongoza kina mama katika elimu hiyo ya hija, kufundisha hija, kwa grupu, kwenda kwenye ibada. Mashaallah. Na kwenye sehemu ya vyakula, kutoa vyakula. Mashaallah, hongera sana. Allah akubariki. Kwa sura za kina mama zinazoonekana hapa, Dokta, kabla sijarudi kwako, hii ni bishara njema ya kwamba mama mingapi tena? Mama mingapi tena? Sijasikia. Mama mingapi tena? Dokta, unaungana na kina mama mingapi tena? Aha, inshallah, asante sana. Dokta, umetaja swala la vitabu. Vitabu hivi vinapatikana wapi Dokta? Vitabu hivyo tunakuwa tunatolesha kila ni kwa mahujaji wako tu au mtu yote anaweza akafuata na akavipata? Kuna vile vya ibada, vile vinakuwa kwa ajili yangu tu. Lakini kile cha mwanzo kile tunawapa yoyote tu anotaka, kile cha kutangaza hija cha kwanza, umuhimu, falsafa na faida ya hija. Kile kinakuwa moja kwa moja. Dokta, kuna aya inasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tukumbushe au tukumbushane kwa sababu ya ukumbusho una wafaa waumini. Sawa. Waislamu wa Tanzania ni miongoni mwa watu ambao wanamiliki uchumi mkubwa wa taifa lile. Nyie kama mashehe, muna nafasi gani katika kuwakumbusha hawa matajiri
ima kuwalipia mahujaji maskini au kuwalipia familia zao na hatimaye kuongeza idadi, lakini pia kuweza kupata chumo la thawabu kwa Allah. Hili Dokta, mnalisimamiaje? Mnalifanya? Naam, tunalifanya kwa kima kikubwa. Ndio. Kwa sababu kama mwaka huu tumeanza sio mjini tu, mpaka sehemu za shamba, Muungoni, Makunduchi, tumeenda mpaka Kitope, tumeenda mpaka Tumbatu, tumevuka kisiwa katika kufuatilia zile hutuba za Ijumaa ambazo zinaandaliwa na utahiza, kwa kuwaomba wakfu na mali ya amana, Wizara Katiba na Sharia kutupa fursa tunapokwenda tupate fursa hii ya kuzungumza na watu tofauti. Bali tulifika mpaka Pemba, wilaya mbalimbali kuzungumza nao. Siku za nyuma tumekwenda mpaka Lindi, Mtwara kutoa taarifa hizo. Matajiri wakati mwingine nafasi zile za moja kwa moja kuwapate na kwa uzito, lakini wakati mwingine hutumika kama busara vile ya kupelekewa vipeperushi na vitu kama hivyo kuweza kuwasaidia wengine. Wao ndio wanotusaidia. Hata viongozi baraza la wakilishi wa Zanzibar tumepata kutuma baadhi ya mikarara yetu ili watambulishane, na tunapata tunakuja nao. Hata mheshimiwa Amani Abed Amani Karume, rais mstaafu awamu hiyo iliyokuwa imepita huko, yeye hata mwenyewe ametupa maimamu wawili mwaka huu tumekuja nao, akiwemo Sheikh Juma Suleiman pamoja na Saidi Khalifa. Kwa hiyo wanaitikia viongozi nao kwa kusaidia katika kuendeleza hili. Dokta, naam, kwa nini watu wasafiri na Ahlus Sunna? Ahlus Sunna al Jamaa ni kwa sababu tunajitahidi sana sisi mbali ya kuitangaza hija, lakini zile services zetu tunajitahidi to the best of our ability. Anokuja kwetu sisi I appreciate very much. Ofisi zenu ziko wapi Dokta? Ofisi zenu ziko wapi? Ofisi yetu kwa Zanzibar pale Ruhina, baada lile la nini, elimu mbadala, lakini ile nyuma redio ya Zanzibar pale inaitwa Ruhina. Msaidi amesahau. Aha, mashallah, 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 vizuri vizuri. Na kwa Pemba tuko pale Machomani kwenye ile hoteli ambayo inaitwa kwa Kidishi, mashallah, Sea View Hotel pale Chake Chake Pemba. Dar es Salaam ni Anatoglo Mnazi Mmoja ndio ilipokuwa hasa makao makuu, lakini sasa hivi nguvu zimevutika zaidi Zanzibar, tumekuwa makao makuu ni Zanzibar. Lakini mote humo tunakuwa, ningeomba tutoe shadi moja sisi Ahlus Sunna kutokana na harakati zetu za kisalam. Karibu Dokta, karibu Dokta. Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali rabbuna Allahu dhul jalali Allahu dhul kamali Allah alhamdulillahi dhumtinani Allah ahmadahu rabbi bin nawali rabbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali Allah bariul anami bil ibadi tayyib al kufari bin nakali hasbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali Allah waghfir ya ilahi kulla hadi bi ahli al-kasai wal abdali rabbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali Allah ya Rabbi salli ala al-hadi Muhammad khitaman risali hasbuna Allahu dhul jalali rabbuna Allahu dhul amna Allah wa kadha salatu ala al-ali Allah wa sahbin shadadi lil abtali rabbuna Allahu dhul jalali
تعالى ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. اللهم اجعل ألسنتنا رطبا بذكرك آمين. وافتح مسامع قلوبنا لذكرك آمين. وارزقنا طاعة رسولك عملا بكتابك. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل من لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وكل عام وأنتم بخير. Alikuwa katika skrini hii ya Al-Azhar TV Tanzania Dr. Maalim Siasa ambaye ni mkongwe katika masala ya ibada. Allah mhifadhi na hifadhi taasisi ambayo makuu yake ashayataja Tanzania kwa ujumla. Baada ya kumshukuru Dr. Maalim Siasa, tunarudi tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlikuwa na Hashim, Al-Azhar TV Madina. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wafuatiliaji wa chaneli ya Al-Azhar TV Tanzania, tunakuletea mahojiano haya moja kwa moja tukiwa katika msikiti mtukufu wa Madina, Masjid Nabawi, msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbora wa viumbe, mwenye nuru yake, alioimbiwa tala al-badru alaina wakati anatia mguu wake wa kwanza katika ardhi hii. Na aliyokuwa mbele yenu ni Dr. Muhyiddin Ahmad. Kama nimekosea atanisahihisha hili jina. Huyu doktor au kiumbe huyu anaonekana mbele yenu ni moja ya viumbe bora sana katika hili, kwa sababu amekuwa anaonekana katika majukwaa mbalimbali akimtangaza Mungu, akimtangaza mtume, lakini akitangaza haji. Kwa miaka mingapi? Kwa muda gani? Kupitia taasisi gani? Yeye mwenyewe atatuambia. Doktor, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor, naona hatari kulitamka jina lako, huenda nikakosea. Doktor, wanaokujua na wasiokujua kiufasaha, jina lako nani doktor? Naitwa Muhyiddin Ahmad Khamis, maarufu naitwa Maalim Siasa. Maalim Siasa, hili jina nimelisikia kabla sijazaliwa. Sijazaliwa hili jina nishalisikia. Maalim Siasa, nini siri ya jina hili kuwa maarufu katika majukwaa ya Kiislamu na ya kijamii? Labda kwa sababu nina wake wanne, alafu wote wananikubali. Wote wapo hapa katika hawa? Hapa ninaye mmoja. Bismillah, mashallah. Mama, salamu alaykum. Mashallah, hongera sana. Unajisikiaje kwanza mzee anatangaza kuwa ana wake wanne hapa mbele yako? Wallahi, wewe mtu wa Mungu, mtu wa kheri. Maalim Siasa, katika ibada, katika majukwaa ya kijamii, katika majukwaa ya Kiislamu, wewe ni nani? Kwanza ni muhadhiri mkuu, ni Dean Faculty of Law and Sharia, amid Kulliyat Qanun wa Sharia, Jamiatu Zanzibar. Mashallah. Katika Zanzibar University. Lakini at the same time ni mjumbe wa baraza la ulama Zanzibar. Mashallah. Zanzibar. Mashallah. Alafu harakati zetu nyingi za dini. Mashallah. Madarasa mbalimbali ya kina mama. Mashallah. Katika nyakati za alasiri na magharibi katika misikiti tofauti. Mashallah. Alafu na madrasa mimi mnazoziongoza kama 7. Mashallah. Lakini wakati huo ndio mwenyekiti wa taasisi yetu kama unavyotuona, Ahli Sunna wal Jamaa. Mashallah. Na kwa mwaka huu alhamdulillah, mashallah, katika zile taasisi zilizoleta watu wengi sana ni sisi, ambao jumla tuna watu 202. Bismillah, mashallah. Dokta, hii ni habari njema kupata kusikia. Adal wala khairi kafailihi. Wewe dokta, hata kama usiswali usifanye chochote, pepo yako ishakuwa tayari, kwa sababu utakula bonus za wale uliowezesha katika ibada, lakini hatuwezi kuacha madamu tunaishi katika rehema za Allah. Dokta, umekuwa katika shughuli hizi za ibada ya haji kwa muda gani sasa hivi? Muda mrefu sana, kwa sababu hija yangu ya kwanza ilikuwa 1998. Mashallah. Hiyo nimechukuliwa tu
na wakfu na mali ya amana kusaidia kwa sababu ya kazi nzuri ya madrasa kusomesha watu. Kwa hiyo nimepata dezo, watu wa Maskati wamenifadhili. Baada hapo ndo nkaiona ile hamu ya hija, basi tena ikawa tena natapata hapa nani nitakuja kumuhijia. Kwa hiyo watu wengi wakaanza kunipa mara mie kanihijia mtu wangu. Hii itakuwa ni hija yangu ya 17. Lakini nishakuja na mwezi wa Ramadhani umra mara 7. Ndio. Alafu nimekuja na bisa ya serikali kuja kupanga mipango ya hija ya Tanzania katika mwaka 2017. Hiyo inakuwa mara 25 kuja katika mji mtukufu. Dokta, kwa uzoefu wako katika kushughulikia kusimamia ibada za haji, inaonekana unacho cha kutuambia kulingana na mabadiliko ya tulikotoka na tunakoenda. Hija ilikuwa ngumu kiasi gani na rahisi kiasi gani kwa sasa hivi, Dokta? Asante sana. Zama hizo za nyuma ambazo tunazopata taarifa kwa wazee wetu, hija ilikuwa ngumu mno. Na watu wanapokuwa wanaondoka nyumbani basi huanza kuambiwa buriani. Maana wale wanaanza kutoka na wanaorejea pengine nusu kwa nusu, wengine wanakufa njiani, wengine wakifika huko wakatoa kurudi na kama hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ametoa ahadi, yoyote man mata fi tariki Makkah sahiban au rajia adkhalahu Allahu aljanna. Yoyote anokufa katika njiani anaenda zake hija au kurejea, basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu anamuingiza katika pepo. Kwa hiyo wao wamepata shida hiyo, waanze kuondoka Zanzibar pengine kwa jahazi, hali ambayo wakati mwingine inakuwa ni nzito. Lile jahazi linategemea upepo, miezi mitatu mpaka kufika huku, kurejea miezi mitatu, karibu miezi 6. Wao unaweza kaja, halafu unaweza ka experience mtu anotoka Kigoma kwa mguu mpaka afike Dar es Salaam, asubiri na wale wa Zanzibar waondoke kwa jahazi, halafu wajeza huku. Ilikuwa ni shida kubwa, ndio wengi wanakuwa na kufa njiani. Sasa hivi ujajua huku ni mwepesi mno. Kama juzi ndo tumekuja na hii Saudia Airline 4 hours only. From Zanzibar to Jeddah. Kwa hiyo ni masaa 4 tu. Halafu tena umekaa kwenye hiyo ndege, wanapita mahurulaini wanakugaia chakula. Kwa hiyo ile AC na nini tofauti na ile ya zamani. Katika hao mahurulaini mama naye alikuwa katika hao au huyo hayumo? Sasa shida siku hizi ni aina nyingineo, kwa sababu huwezi ukapata jambo wepesi. Idha ahabba Allahu abda ibtalah yasma tadarrua. Mungu anapompenda mja wake huwa anamletea mtihani ili apate unyenyekevu kwake. Kwa hiyo imeondoka katika shida aina ile, sasa hivi tunakutana na shida za aina nyingine, kwa sababu halaiki ya watu wanaokuja sasa hivi milioni 2, na wakati mwingine wote ukaweka pamoja na bano wakati mwingine kwenye chumba. Halafu shida zaidi Mina choo, ule msongo watu wanaokaa pengine 5 6 msubiri mwenzake, inakuwa tabani, panataka subira sana. Unacheza ngoma usioitaka manake. Naam. Sasa tofauti ya kule kulikuwa na shida yake, sasa hivi kuna shida nyingineo. Hata hivyo wa Saudi wanajaribu kuboresha makazi, na kila siku wanauliza kuna shida gani ili watatue. Ndio hivyo ndio tunavyokwenda. Dokta, nipe siri ya kuzungukwa na kina mama, ni kwa sababu ya rais wa Tanzania ni mwanamke au ni upendeleo? Hayo atajibu Bihana. Bihana atajibu zaidi. Bihana, asalamu alaykum. Sheikh akakupendelea uweze kujibu siri ya kuwa nyie tu ndio mliomzunguka, sioni hapa rijalu qawamuna zaidi yake yeye. Hii upendeleo kwa sababu mama au rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke au ikoje? Jibu tafadhali. Ni kweli kabisa, kwa sababu mama kwa rais wetu wa Tanzania ni mwanamke, nayo ni sababu, kwa sababu kuonesha kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Lakini sasa hii ni sehemu, hili eneo hili ni eneo la wanawake katika msikiti wa Madina. Mashaallah. Msikiti wa Madina hawachanganyiki wanawake na wanaume. Sahihi kabisa. Kwa hivyo maalim amekuja katika sehemu yetu sisi wanawake. Mashaallah. Ingawa sisi wanawake ni wengi sana katika wanawake ni wengi sana katika taasisi. Mashaallah. Kuonesha kwamba wanawake ndio wenye kuweza, wanaume bado wanasema
Jamia na ile swali la haji. Inaonyesha kwamba sisi tunashinda kielimu na kila kitu. Wallahi halipingwi hilo, halipingwi. Bismillah, mashaallah, mashaallah. Makofi kwake tafadhali kidogo. Allahu akbar, takbiran. Allahu akbar. Naam, Doctor, tunaendelea. Naam, Ku maintain au kuweza kutoa huduma zile zile kwa muda mrefu huwa mara nyingine na kuwa taabu kutokana na uchovu, kuzoea. Mwanadamu akishafahamu kitu ana kawaida ya kukiona kama ashakizoea kiasi cha kukichukulia kawaida. Dokta, wewe kila mwaka idadi ya mahujaji katika taasisi yako inaongezeka. naam. Nini siri ya ku maintain au kuweza kuhifadhi level hii ya mahujaji na taasisi yako? Asante sana. Sisi taasisi yetu tumefungua rasmi mwaka 2011 na aloifungua ni marehemu Maalim Seif Sharif Hamadi, Dar es Salaam. Allah yarhamu. Na tulitangaza rasmi kwa sababu mimi na Sheikh Mohamed Dedes, Sheikh Mohamed Abdurrahmani Mwinyi Dedes, tulikuwa zaidi tunachukuliwa na taasisi nyingine kutoa mchango wetu kielimu zaidi. Mashaallah. Sasa tukaona kwa nini tuwe tunachukuliwa hivi, tunaweza tukaunda na sisi tusifanye kitu kama ni biashara, tufanye sisi kwa saidia Waislamu. Tena mara nyingi taasisi yetu tunafanya thamani yetu ni ya chini kabisa. Kwa mfano kwa mwaka huu tumefanya ni dola 6,100, hata haijagonga milioni 17. Kwa hiyo tumeanza 2011 ikifunguliwa na Maalim Seif, lakini wiki iliyofuatia Balozi Seif Alidi Zanzibar nayo akaizindua rasmi. Kwa hiyo ilikuwa imejulikanwa officially, watu wote wakatambua. Alafu si hivyo tu, ni taasisi yetu pekee sipigi debe ndio tuliotunga vitabu vya aina 3. Cha kwanza kabisa tumeandika umuhimu, faida na falsafa ya hija. Hicho kuwavutia watu wote waliokuwa hawajajua umuhimu wa nguzo ya 5 ya Kiislamu, kama Mtume alivyosema sallallahu alaihi wasallam kwamba alokuwa hajahiji basi huo Uislamu hauji haumtambui. Alladhi lam yahuj falislam la ya'rifu, la daruratu fil islam alladhi lam yahuj falislam la ya'rifu. Alikuwa hajahiji bado Uislamu haujamtambua. Kitabu hicho cha kwanza kimewakosha wengi, ndio maana wakavutika. Lakini cha pili tumeeleza fikihi ya hija katika Uislamu, nacho hicho sasa kinachambua ile mtu hata kama hajawahi kupita katika madrasa, akishakujua Kiarabu au Kiswahili anaweza akajisomea yeye mwenyewe. Na kitabu cha 3 kina misingi bora ya utekelezaji hija katika Uislamu. Vitabu hivi tunavitoa kwa mahujaji wetu, kwa hiyo wengi wanaoelimika huwa wanakimbilia kwetu sisi. Lakini jambo ambalo kwetu sisi linakuwa zuri sana tunapofika, huwa tunaenda maeneo yote yale historia yale kutukumbusha sisi kazi aliyokuwa kaifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile Maka tunapokwenda Jabal Thawr, Jabal Hira, tunaenda zetu mpaka Arafa na sehemu nyinginezo zile kushuhudia, tunaeleza. Inawafurahisha sana mahujaji. Na hapa Madina hii leo ndio tunakwambia, asubuhi tulienda zetu wapi? Masjid Quba, Masjid Kiblataini, tumeenda Uhud, 7 masajid wa ghairiha. Hayo yote yanavutia. Lakini tunalolifanya wengineo hawajalifanya, tunaomba waige. Tumeenda zetu tulipokuwa Maka mpaka Taif, lakini kesho kutwa tunaenda zetu mpaka Badri alipopigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiyatizama hayo wengi wanakimbilia kwetu sisi. Na tulienda na idadi ya uchache, lakini mpaka sasa hivi tunafikiria idadi ya watu 202. Kila siku, kila yaumin huwa shisha'an, tunaongeza. Basi inshallah pengine mwaka huu unaofuata itakuwa pengine 200 na hatujajua, inategemea na ule wito wa Islam katika kuamka, lakini tunaipigia debe. Tanzania yetu tunapewa watu 25,000, lakini bado hata 4,000 hatujafika. Nevertheless, safari hii imechuchuka namba, tumefikiria 3,543. Si idadi ndogo. Kwa hiyo tunaendelea, na kila taasisi inajaribu kuboresha ile mipango yake ili ipate mahujaji kwa wingi. Kwa hiyo sisi tunachukua kutoka Tanzania bara, tunachukua Zanzibar pamoja na Pemba. Safari tumepata watu 35 katika idadi hiyo ambao tunayo. Mama, kwa nafasi yako, wanasema kila unapoona mwanamume shujaa, nyuma yake kuna mwanamke ambaye ni shujaa zaidi.
wewe unamsaidiaje dokta kukamilisha haya anayosimamia? Mimi namsaidia katika kuongoza kina mama. Ndio. Katika elimu hiyo ya hija, ndio. hija, Ndio. Ndio. kwenda kwenye ibada. Mashallah. Na kwenye sehemu ya vyakula, kugawa vyakula. Mashallah. Mashallah, hongera sana. Allah akubariki. Kwa sura za kina mama zinazoonekana hapa dokta, kabla sijarudi kwako, hii ni bishara njema ya kwamba mama mingapi tena? Mama mingapi tena? Sijasikia. Mama mingapi tena? Dokta, unaungana na kina mama mingapi tena? Aha, inshallah, asante sana. Dokta, umetaja swala la vitabu. Vitabu hivi vinapatikana wapi dokta? Vitabu hivyo tunakuwa tunatolesha kila ni kwa mahujaji wako tu au mtu yote anaweza akafuata na akavipata? Kuna vile vya ibada, vile vinakuwa kwa ajili yangu tu. Lakini kile cha mwanzo kile tunawapa yoyote tu anotaka, kile cha kutangaza hija cha kwanza, umuhimu, falsafa na faida ya hija. Kile kinakuwa moja kwa moja. Dokta, kuna aya inasema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Naam. Tukumbushe au tukumbushane kwa sababu ya ukumbusho una wafaa waumini. Sawa. Waislamu wa Tanzania ni miongoni mwa watu ambao wanamiliki uchumi mkubwa wa taifa lile. Nyie kama mashehe, muna nafasi gani katika kuwakumbusha hawa matajiri, ima kuwalipia mahujaji maskini au kuwalipia familia zao na hatimaye kuongeza idadi, lakini pia kuweza kupata chumo la thawabu kwa Allah? Hili dokta, mnalisimamiaje? Mnalifanya? Naam, tunalifanya kwa kima kikubwa. Ndio. Kwa sababu kama mwaka huu tumeanza sio mjini tu, mpaka sehemu za shamba, Muungoni, Makunduchi, tumekwenda mpaka Kitope, tumeenda mpaka Tumbatu, tumevuka kisiwa katika kufuatilia zile hutuba za Ijumaa ambazo zinaandaliwa na utahiza, kwa kuwaomba wakfu na mali ya amana, Wizara Katiba na Sharia kutupa fursa tunapokwenda tupate fursa hii ya kuzungumza na watu tofauti. Bali tulifika mpaka Pemba, wilaya mbalimbali kuzungumza nao. Siku za nyuma tumekwenda mpaka Lindi, Mtwara kutoa taarifa hizo. Matajiri wakati mwingine nafasi zile za moja kwa moja kuwapate na kwa uzito, lakini wakati mwingine hutumika kama busara vile ya kupelekewa vipeperushi na vitu kama hivyo kuweza kuwasaidia wengine. Wao ndio wanotusaidia. Hata viongozi baraza la wakilishi wa Zanzibar tumepata kutuma baadhi ya mikarara yetu ili watambulishane, na tunapata tunakuja nao. Hata mheshimiwa Amani Abed Amani Karume, rais mstaafu awamu hiyo iliyokuwa imepita huko, yeye hata mwenyewe ametupa maimamu wawili mwaka huu tumekuja nao, akiwemo Sheikh Juma Suleiman pamoja na Saidi Khalifa. Kwa hiyo wanaitikia viongozi nao kwa kusaidia katika kuendeleza hili. Dokta, naam, kwa nini watu wasafiri na Ahlus Sunna? Ahlus Sunna al Jamaa ni kwa sababu tunajitahidi sana sisi mbali ya kuitangaza hija, lakini zile services zetu tunajitahidi to the best of our ability. Anokuja kwetu sisi I appreciate very much. Ofisi zenu ziko wapi dokta? Ofisi zenu ziko wapi? Ofisi yetu kwa Zanzibar pale Ruhina, baada lile la nini, elimu mbadala, lakini ile nyuma redio ya Zanzibar pale inaitwa Ruhina. Umsaidii amesahau. Aha, mashallah, 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 vizuri vizuri. Na kwa Pemba tuko pale Machomani kwenye ile hoteli ambayo inaitwa kwa Kidishi, mashallah, Sea View Hotel pale Chake Chake Pemba. Dar es Salaam ni Anatoglo Mnazi Mmoja, ndio ilipokuwa hasa makao makuu, lakini sasa hivi nguvu zimevutika zaidi Zanzibar, tumekuwa makao makuu ni Zanzibar. Lakini mote humo tunakuwa, ningeomba tutoe shadi moja sisi Ahlus Sunna kutokana na harakati zetu za kisalam. Karibu dokta, karibu dokta. Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali rabbuna Allahu dhul jalali
الله ذو الكمال الله الحمد لله ذو امتنان يا الله أحمده ربي بالنوال ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله بارئ الأنام بالعباد طيب بارئ الكفار بالنكال حسبنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله واغفر يا إلهي كل حاضر بأهل الكساء والأبدال ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله فيا ربي صلي على الهادي محمد ختاما للرسالة حسبنا الله ذو الجلال ربنا الله الله وكذا الصلاة على الآل وصحب شداد للأبطال ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال اللهم اجعل ألسنتنا رطبا بذكرك آمين وافتح مسامع قلوبنا لذكرك آمين وارزقنا طاعة رسولك عملا بكتابك آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل من لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وكل عام وأنتم بخير. Alikuwa katika skrini hii ya Al-Azhar TV Tanzania Dr. Maalim Siasa ambaye ni mkongwe katika masala ya ibada. Allah mhifadhi na hifadhi taasisi ambayo makuu yake ashayataja Tanzania kwa ujumla. Baada ya kumshukuru Dr. Maalim Siasa, tunarudi tena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlikuwa na Hashim, Al-Azhar TV, Madina.